Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu mu wazima na mnaendelea vyema na majukumu yenu ya kila siku. Niwakaribishe katika kipindi maalum katika siku ya leo. Napenda tuiangazie ziara aliyoifanya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ziara ambayo iligusia katika mabara ya Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Ziara aliyoanza kati ya mwezi Novemba na kuhitimisha mwanzoni mwa mwezi Disemba. Papa Leo wa 14 alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei 2025. Mapema alifanya ziara fupi ya nje ya mji wa Vatikani akitembelea shirika lake la zamani na makaburi ya mapapa waliopita. Hivi karibuni Papa Leo wa 14 amefanya ziara yake ya kwanza ya kimataifa kwa kuzitembelea nchi za Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati, na hii ilifanyika katikati ya mwezi Novemba na mwanzoni mwa mwezi Disemba. Ziara yake hiyo ya kimataifa ilihusu pia mikutano wa kitume na kwenda kudhuru nchi kadhaa. Nchi alizozitembelea pamoja na ratiba mbalimbali alizoweza kuzifanya huko. Ziara ilianzia katika nchi ya Uturuki na baadaye kwenda katika nchi ya Lebanoni. Ziara ilikuwa ya kuadhimisha miaka 1700 tangu mtaguso mkuu wa Nisea, mkutano wa kwanza mkuu wa kanisa la Kikatoliki, mkutano wa zamani. Alitembelea mji wa zamani pia wa Nisea na sasa inafahamika kama Iznik, pamoja na maeneo mengine ya kihistoria. Aidha, ziara ilijumuisha mikutano na viongozi wa kanisa wa Kiorthodoksi na maonyesho ya imani na ujumbe wa undugu kati ya Wakristo wa kanisa Katoliki na wale Wakristo wa kanisa la Kiorthodoksi. Katika ziara hizo, Papa Leo wa 14 alisisitiza umuhimu wa kuimarisha mshikamano kati ya Wakristo, kanisa Katoliki na kanisa la Kiorthodoksi kama sehemu ya kujiandaa na kujenga umoja wa Kikristo. Pia ziara iliashiria kuwa Vatikani imeweka mkazo kwenye mazungumzo ya kidini, utamaduni na amani katika eneo lenye mchanganyiko wa dini kama Mashariki ya Kati, yani Asia, hasa kwa kuhusisha Wakristo wadogo na jamii zilizokuwa zikipata ushindani wa kidini ama kisiasa. Ziara hii ni ya kitaaluma na ya kiroho kwa papa mpya, kuashiria mtazamo wa upatanisho, udugu na mshikamano wa dini. Kwa viongozi wa kanisa wa kanisa Katoliki na Wakristo wa Mashariki ya Kati, kofia ya matumaini, mzigo wa historia tofauti na migogoro unaweza kupunguzwa kupitia mazungumzo na kuelewana. Pia inaweza kuwa ishara kwamba kanisa Katoliki chini ya Papa Leo wa 14 tunapoelekea tena nafasi ya Wakristo katika maeneo magumu ya dini na kisiasa. Naam, msikilizaji wa Imani Hai Online TV, duru mbalimbali za kimataifa na za kiraia na asasi za kijamii wamepongeza sana ziara hii ya Baba Mtakatifu. Hofu na mashaka yetu ni kwamba je, ziara hii itazaa tunda na utakikana? Tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14, hasa mnapoona anafungua milango ya upatanisho na kujenga umoja miongoni mwa Wakristo wa asili moja, wa Katoliki, wa Orthodox na wa Katoliki wa Roma, katika kujenga umoja, upendo, mshikamano na kutangaza Injili ya Kristo pamoja. Niwatakie siku njema yenye amani.